na tunajua ya kwamba sehemu yoyote ambapo kuna amani kuna ustawi. Wewe angalia sehemu ambayo kuna vita, hakuna ustawi, lakini sehemu ambayo kuna amani kuna ustawi, kuna mafanikio. Taifa hili likiwa na amani, kumbuka litakuwa na ustawi, litakuwa na mafanikio, wafanya biashara watazidi kuongezeka, wawekezaji watazidi kuongezeka. Kwa sababu gani? Wataona amani. Hata watalii wakija katika taifa hili watasema hakika Tanzania ina amani. Lakini hii yote itaanzia kama mimi na wewe tunaingia katika ombi letu la 4 ambalo tunakwenda kuombea uchaguzi wa mwaka huu 2025 ambao utafanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Na katika ombi hili tunakwenda kumwambia Bwana Mungu akasababishe viwango vya amani kuelekea katika ile siku ya uchaguzi. Katika kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 7 nami nitakusomea. Kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwa mateka, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani. Hapa tunaomba ni Bwana Mungu mwenyewe anasema kauombeeni ule mji. Mimi na wewe tuko hapa Tanzania. Hatuna Tanzania nyingine zaidi ya hii ambayo mimi na wewe tuko mahali hapa. Tunajua ya kwamba tukiombea amani katika taifa letu, tukiombea amani katika nchi hii ya Tanzania, ndivyo ambavyo familia zetu zitakuwa na amani. Tutaenda makazini tukiwa tuna amani, tutafanya biashara tukiwa tuna amani, kwa maana kuna watu ambao tumesimama tukiweza kuombea amani. Na tunajua ya kwamba sehemu yoyote ambapo kuna amani kuna ustawi. Wewe angalia sehemu ambayo kuna vita, hakuna ustawi, lakini sehemu ambayo kuna amani kuna ustawi, kuna mafanikio. Taifa hili likiwa na amani, kumbuka litakuwa na ustawi, litakuwa na mafanikio, wafanya biashara watazidi kuongezeka, wawekezaji watazidi kuongezeka. Kwa sababu gani? Wataona amani. Hata watalii wakija katika taifa hili watasema hakika Tanzania ina amani. Lakini hii yote itaanzia kama mimi na wewe tukiweza kuliombea taifa letu amani. Tukamwambia Baba wa mbinguni, yeye ambaye ni mfalme wa amani, Bwana Yesu, akasababisha amani katika taifa hili, katika kuelekea ile siku ya uchaguzi. Kusiwe na machafuko ya aina yoyote ile ambapo yatapelekea sintofahamu kuingia katika taifa hili. Ukapate kuwa na amani baina ya wananchi na serikali, ukapate kuwa na amani baina ya vyama vilivyopo katika taifa hili. Kwa ufahamu huo, tuende tukaombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunajua ya kwamba Bwana Yesu wewe ni mfalme wa amani, na ndio maana asubuhi ya leo tunaombea amani katika taifa hili la Tanzania. Ya kwamba Baba, tunajua tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 ni siku ya kuelekea katika uchaguzi mkuu, lakini sisi Baba wa mbinguni tumesimama kwa ajili ya taifa letu, tumesimama kwa ajili ya kuombea amani katika viongozi wetu. Ya kwamba Baba, sababisha taifa hili likapate kuwa na amani. Ya kwamba Baba, sababisha taifa hili lisimwage damu kuelekea katika ile siku ya uchaguzi. Kusiwe na machafuko ya aina yote ile Baba Mungu wa mitume na manabii watakatifu, kama ambavyo ulisema ya kwamba Dar es Salaam maana yake ni amani, ni mji wenye amani. Sababisha Baba hii Dar es Salaam ikapate kuwa na amani. Sababisha taifa letu la Tanzania likapate kuwa na amani katika viwango vikubwa na katika viwango vya ajabu. Sababisha amani kaweze kutawala baina ya serikali na wananchi wake. Sababisha amani kaweze kutawala baina ya viongozi kwa viongozi walioko madarakani. Amani ambayo Baba itakayoleta ustawi katika taifa hili. Amani ambayo Baba itakayoleta utulivu katika taifa hili. Ile amani ambayo Baba tunakuomba mafanikio yakazidi kumiminika kutokana taifa letu likapate kuwa na amani. Mfalme wa amani, tunaomba ulitazame taifa letu la Tanzania. Tumesimama mahali palipobomoka kuliombea taifa hili la Tanzania kwa utukufu wa jina lako Mungu wa mitume na manabii watakatifu. Sababisha amani hata kwa rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, amani kaweze kutawala ndani yake. Mungu wa mitume na manabii watakatifu, kusiwe na umwagaji damu, kusiwe na machafuko ya aina yoyote ile Mungu wa mitume na manabii watakatifu. Kwa maana Baba, kukiwa na amani, tunajua ya kwamba shughuli za taifa hili kama kawaida zitaweza kuendelea, na ndivyo ambavyo uchumi wa taifa hili utaweza kuinuka katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Mungu wa mitume na manabii watakatifu, Mungu baba yetu mtume na nabii James Onea, katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu
mwana wa Daudi, tumeomba na watu wote tuseme